Kiangu. Oh. Uko wapi? Niko chumbani. Mke wangu. Sinakuita. Nakuja. Unafanya nini huko? Vipi? Na mke wangu. Kulikuwa ni mbona saa hizi? Mbona mrudi mapema leo? Mke wangu, nimepata taarifa ambayo sikitegemea. Nilikuwa kazini kama kawaida yangu. Nikapokea simu kutoka nyumbani kijijini. Na kuambiwa kwamba mama anaumwa. Tena anaumwa sana. Haya. Mama anaumwa. Kwa hiyo wewe ndio ukaona urudi. Na wao kule wameacha shughuli zao. Hivi hata kama mama anaumwa sawa, lakini wewe si ndio mpeleka dawa kule? Kama ukirudi kazini hizo dawa zinaendaje? Vitu vingine mume wangu wewe unafikiria. Wewe ndio usharudi kazini, nani atapeleka la dawa kule? Mke wangu, unayosema ni ukweli. Lakini kwa jambo hili ilibidi turudi nyumbani. Kwa sababu hali ya mama ni mbaya. Na sio kwamba ulikuwa umekaa nyumbani, hapana. Na sio kwamba kaugua jana au leo, hapana. Ana wiki ya pili au ya tatu sasa. Na wao kwa kututhamini na kutuonea huruma, tusije tukapata wahaka tukashindwa kufanya kazi vizuri tukaacha mambo yetu, wakaamua kujua kwamba wataendelea kumpeleka hospitali ya zahanati ya pale atapona. Baada ya madaktari wa zahanati kuonyesha kwamba sasa wameshindwa, wamefikia mwisho wa ujuzi wao, wanamwandikia refer letter ya kumleta huku kwenye hospitali kubwa na matibabu bora zaidi. Ndio wakaona tupige simu kwa sababu hana mali pa kufikia, hana mtu mwingine anamtegemea. Ndio akanipigia simu kuniambia, na mimi baada ya kuona hili jambo ni zito na anayeumwa kweli ni mama, na mtu wa karibu kwa mama, mtu ambaye ni sana mama ni wewe. Ndio nikasema nijapo nikufahamishe hilo, kwa sababu si mama kwamba anaumwa tu ajapate huduma, hapana. Itampasa awe hapa. Hatujui madaktari atasemaje, atalazwa atakaa nyumbani au kwa kuna vitu vingi. Na anakuja asubuhi masikio ametoka hospitali, pengine hajakula chochote. Kwa nimekuja haraka kuja kutoa taarifa yote hiyo. Si kwa simu, hapana, ni kwa ajili ya kuona ili jambo la muhimu sana nije mwenyewe uso kwa macho. Mke wangu. Uko wapi? Hajafikia hapa mke wangu. Wapi? Hapa? Sasa hapa afikie wapi? Haya ndo kashapewa sijui fast sijui nini. Hapa hospitali hapa? Hapa hospitali? Hapa nyumbani kwangu. Hii kujipangaje hapa kwangu hata ipo. Eti tunajipangaje? Tunajipangaje kuhusu nini? Huyo mama anayeumwa kwa kijijini? Ni kwamba atafikia hapa. Sasa nisikilize kwa makini. Huyo mama hapa hatafikii. Huyo mama anayeumwa kwa kijijini, alafu wanamleta huko, hapa afikii. Mke wangu, unafanya utani unasema kweli? Sitani. Kamtafutie guest. Kwanza anatakiwa afikie hospitali. Afikie hapa hospitali. Eti rufai kwa hiyo inakuja hapa. Hapa kwangu mimi? Hapa hospitali hapa? Sina chumba hapa kile cha store tumsafishe tupige deki aje akae pale. Ni mama anayeumwa. Nani asafishe? Na vile vyakula vyangu viende wapi? Tukakae navyo chumbani. Na vipi huyo mamako anaumwa nini? Kama ana gonjwa la kuambukiza, hajatuambukiza huko ndani. Watatuambia madaktari ndio. Kama tunatafuta njia ya kujikinga naye. Kujikinga? Utajikinga nini mume wangu? Hebu amka jamani, hebu amka. Kuna maradhi chungu mzima sasa hivi. Nisikilize nikwambie. Kama wewe unachotaka awe anapelekea, anatoka hapa anaenda hospitali, si ndio ulivyosema? Mtafutie guest. Mamako mpeleke guest. Au mara sivyo afikie moja kwa moja hospitali na sio hapa. Kwanza sisafishi kwa maana nyingi tu na sababu zangu. Kwanza vyakula vyangu sijui nitaviweka wapi. Siwezi kuweka vyakula chumbani kwangu. Hilo moja. Lakini pili, wewe unajua huyo mama anaumwa nini huko? Akija na gonjwa lake la kuambukiza huko, akituambukiza. Mume wangu mbona ufikirii? Nafikiri yote mke wangu, lakini tutamfanyia tahadhari tujikinge naye kama kuna ugonjwa mbaya. Maana kwanza tujijua anaumwa nini. Lakini mama mtu mzima yule. Yaani mbona chikitu unakichukulia kirahisi jamani mume wangu? Tahadhari itatoka wapi mgonjwa na ugonjwa wa kuambukiza? Na huyo mgonjwa tunakaa naye humu ndani. Eti tutachukua tahadhari kweli?
Humu ndani afikii. Kwa hiyo niwapigie simu wasije. Wasije. Atapata wapi tiba sasa? Tiba ataipata lakini hapa akai. Mpeleke guest. Na guest nayo itabidi awe na huduma na mtu kama wewe, Mtoto wa kike yule mama, mimi siwezi kumhudumia. Guest atalala kule. Na huduma huko zitamfikia. Tutampelekea chai, tutampelekea chakula, tutakuwa tunampeleka hospitali na kumrudisha. Usiku ukifika, wewe unakwenda kulala naye. Ili usiku akizidiwa, ufanye maarifa, sijui ufanyeje, sijui utakuwa dokta wakati huo. Mimi? Ndio. Mungu unanitukana. Unamdhalilisha. Mimi nikaka guest na mama. Wakati wewe mke wangu upo. Wewe mwanamke mwenzake upo. Hapo hata sijaona ubaya wake. Haidhuru. Wakati tulitupigia simu ndio alikuwa njiani na baskeli wanampeleka stendi. Sasa hizo inaweza kuwa labda ameshaondoka au anakaribia kuondoka, basi mshirikie hata chakula kule chakula hapo. Tafuta mboga nzuri, mtafutie kama ni wali mpikie. Angalau akifika hapa apate nguvu ya mwili kwanza kabla ya kwenda kwa madaktari. Wewe niingie jikoni tena. Ndio. Jikoni mara mbili. Unaionaje ile kusonga ugali? Nadhani mbavu waziumi. Sasa nisikilize. Mimi sijaolewa na familia nzima. Nimeolewa na wewe tu. Wenyewe wanasema sijaolewa na 11, nimeolewa na mmoja. Ndio haya ya kwangu mimi. Sijaolewa na 11, nimeolewa na mmoja. Aliyenioa hapa ni wewe, sio kijiji chenu jamani. Sawa mke wangu, sasa mimi nimekusikia. Na haina haja tubalizane tukao tunaleta mkosi tu. Nikuombe basi kama tunajua utampikia nini hapa, kama wali au kuku na nini, basi ili chakula kiwepo. Maana wao watakuwa msema umeshakwenda stand tayari. Jamani mume wangu, wali na kuku, sijui na nini. Sina nafasi. Nina nafasi ya kupika chai tu. Michai wataikuta. We nenda tu kalete hiyo mikate, watakunywa chai. Hao wageni wako, wagonjwa wako, mama yako atakunywa chai. Pata laana kabisa. Huku ni kupata laana kabisa ya wazazi. Hivi anajua anachoniambia au anasema tu? Anajibu tu. Haki. Vagabondi. Ngwa. Hello? Jamani, niambieni. Mshaingia kwenye basi? Kwa nini? Sasa hizo basi kutoka kujua kusemengi tu bana. Ati? Washauri usifanye utani. Usifanye utani kama mazito kama hayo. Hebu niambie ukweli. Kweli? Mama. Basi pole sana shauri. Pole sana. Pole ni kubwa hapa, ngoja nimwambie mwenzangu kwa sababu alitoka kwenda kujaribu kuanza kumtayarishia chakula. Yes. Ngoja kwanza niongee na mwenzangu, afu ndo tutarudi kwako. Sawa shemeji? Haya, pole sana. Mstirini kwanza. Mke wangu. Mke wangu. Mke wangu. Sio kukwambia. Mke wangu mama hatunaye. Mama ametutoka mke wangu. Amefariki akiwa hapo Sendo, watoto usafiri wa kutaka kupata kiti cha kumlaza ndani kumleta huko, amefariki hapo mke wangu. Mama ametutoka mke wangu. Mama hatunaye. Sasa mume wangu. Unalia nini? Hebu jikazi kwanza. Wewe si ndo mwanaume wewe? Mimi si ndo nakutegemea wewe ndani. Kinakuuliza nini wakati wa mwanaume? Sawa. Mama ndo hivyo ameshafariki. Utanijezea watu. Asa mimi watu wakijezana 10 nawaambiaje? Mama mke wangu, mama anauma. Mama anauma mke wangu. Mama hana umri wa kumlilia. Si mzee, si mtu mzima, mama ni mama tu. Mama ametoka kweli. Mama ndio alikuwa anakuja huku ningemwona hata kwa mara mwisho. Tungemhudumia, tungepata radhi nyingine zake za neema mke wangu. Mbele yake nyuma yetu. Sasa hivyo mume wangu, wewe mwanaume na mimi ndo nakutegemea huko ndani.
Sasa ukiwa unaangua vilio namna hiyo, sijui hata tunasaidiana vipi. Unataka kunijazia watu tu mimi. Watu wakija hapa kijana waambiaje? Lakini mama anauma, mke wangu, mama anauma. Hebu jikase bwana. Jikaze tufanye mambo cha kufanya hapa, usafiri twende kijijini huko tukazike. Kulia mke wangu, nishindo kulia. Nitamlilia nani mwingine kama sio mama? Mama jina kubwa, mama mtu muhimu. Mama ndio radhi yetu mke wangu. Mbona afadhali mamko ulivyotangulia. Eti aje akae hapa. Akae hapa? Hapa atakaa wapi? Mtu ana maradhi yake huko. Akiniambukiza. Bwana, nimeolewa na mmoja, sijaolewa na 11. Hapana. Sasa sikiliza. Ndio lishatokea. Nyamaza basi. Sawa. Hebu jikaze kwanza. Wewe mwanaume. Mami. Utazani mtoto pendwa ndio wewe peke yako, una ndugu zako. Jikaze, tujiandae, tuondoke sasa hivi. Nafikiria mengi hapa mke wangu. Nafikiria mengi. Kwa sababu msiba huo hauna taarifa. Ndio mkuja taarifa ghafla. Nijua akija hapa chakula kipo, atalala, atatoka, atatoka usafiri wa asubuhi kumpeleka hospitali. Sasa tatizo kutoka hapa kwenda kule kijijini ni shughuli kubwa sana. Na tunategemewa ni sisi kwa mazishi na kila kitu. Kwa lazima nirudi kazini au nitafute watu waninstiri kwa vipesa kidogo. Lakini bado nafikiria namna kutafuta usafiri wa kwenda kijijini Zingiziwa saizi. Na gari inakwenda mara moja tu. Hairudi tena. Saizi tutapata usafiri kwenda Zingiziwa kweli mke wangu? Unajua mume wangu. Sasa nikuiteje? Nikuite umechanganyikiwa na msiba, umevurugwa, au wewe ndio umeumia sana umeubeba msiba, au nikuiteje? Nisemeje? Kwa nini? Asa wewe Zingiziwa kijijini kwenu. Mpaka tufunge safari tuende Zingiziwa kijijini kwenu? Zingiziwa kijijini kwetu sisi, labda nikufumbue maana labda msiba sijui umekuumiza. Zingiziwa kijijini kwetu sisi. Panga hapa, twende kwenu tukazike. Mke wangu, naomba unisikilize. Tena nisikilize kwa makini sana. Na naomba radhi kwa yote haya. Yote nilofanya na kujitoni kwa sababu ya kukupenda na kukuthamini wewe. Mpaka kufikia kusema habari ya kijijini kwenu Zingiziwa ni kwamba alifariki ni mama yako mzazi na wewe. Na ndio maana nikatamka Zingiziwa. Ndio alikufia mama na ndio kwenu wewe. Mke wangu. Mume wangu unasemaje? Nani amefariki? Alifariki ni mamako mzazi, ambaye pia ni mamangu mimi kwa sababu ni mamako wewe mke wangu. Ukiniambia anayeumwa ni mamako mzazi. Ukiniambia kama ndio. Sasa kosa gani nilofanya? Ukiniambia kama mamako mzazi. Mamako ni mamangu mimi. Uchungu wa mama wewe. Sio nimefanya mema yote mke wangu afuniambia nimekosea. Nimekosea nini? Hujaniambia wewe ungesema anayeumwa mamako mzazi. Anafanya mamako mzazi. Ana hujasema sana. Nimetoka kazini kuja mpaka hapo kwa uchungu na thamani ya mamako. Ndio maana nimeleta hapa. Kwani ningeshinda kupiga simu tu kwamba mke wangu taisha chakula, taisha sema kwa mamako anakuja. Lakini nimekuja kuonyesha thamani ya mama, kuonyesha umuhimu wa mamako. Ndio maana nimekuja hapa. Unajua kwa nini hujasema alifariki mamangu mzazi? Sasa kwa nini hujasema hivyo? Wewe umesema mama tu. Mimi nilikuwa najua kwamba wazazi wetu ni wakwetu sote wawili. Na tukiwana wanasazi kwa mimi nimeoa kule ndio kunakuwa kwetu na wewe leo kwangu ndio hivyo. Kumbe ulikuwa unafikiria. Kwa hiyo majibu yako yote hapa ya nyodo, ya shombo, kumbe ulikuwa unajua mamangu mimi, sio? Kwa mamangu nataka kage sauce, si ndio? Unajua baba wewe. Na unajua? Mamangu akala guest, mamangu mimi akala guest. Alosema kala guest mama nani? Si wewe? Si wewe? Mamangu akala guest wewe unachukua. Tena ujui uchungu kwa sababu ulinitaka na mimi ndio nikae na mama mkuu wangu, nikae na mama mzazi guest. Ndio ulisema hivyo?
Unaweza ukaniambia mamako mzazi anaumwa, mimi ningekwambia naenda. Umesema mama. Mamako ndio ulitaka tu aje mchana saa 8 anywe chai tu hapa na mikate. Atakunywaje chai mamangu? Mimi atakunywaje chai? Si uko na jikoni kumpikia? Mwanangu ndio mko namna jamani. Sio tuko hivyo. Wewe uchungu wa mama unaujua? Unajua ndio alikuwa analia. Unajua usingenifanyia masiala kama haya. Mkiwa mamangu ni mamangu mimi, sasa nashangaa. Kwa mamangu alikuwa hana uchungu, alikuwa anajibu tu bila matatizo. Sasa mamako ndio ana uchungu. Umenikosea. Mamangu ungesema mamangu mzazi. Pole mkao, pole. Sasa tujitayarishe kwa ajili ya kwenda kumzika mama. Alipata matatizo yote haya na kuteseka na ugonjwa siku zote mpaka kufariki ni mamako wewe mzazi. Na ujue mimi mamangu kalala gesti, kabisa kalala gesti. Ungesema mamangu mzazi, mume wangu hujasema hivyo sasa. Lakini unasema kalala gesti nani? Sasa ndio umesema mama kalala gesti. Mamangu hawezi kulala gesti. Wewe mwenyewe unasema hivyo. Mimi nimelala ndani. Mamangu anaumwa na gesti. Wakumhudumia hakuna kweli? Sio hivyo. Umenikosea mume wangu, umenikosea. Pole mkao. Zaishi tena tukamzike mama. Hivi thamani yote inayofanya nikamthamini mamake mzazi mke wangu ni kuonyesha upendo kwake na kuonyesha heshima kubwa kwake. Lakini bado yalidhani mamangu mimi aende kae guest house, na bado hakuona heshima akaniambia mimi nikae na mamangu guest house. Hivi lini utabadilika hao viumbe jamani?